Hapa ni Frati Lupembe kwenye channel yetu. Kama hujasubscribe basi hakikisha umesubscribe ili tuendelee kuwa pamoja. Sasa tumoje kusema kwamba your company is your net worth. Your company is your net worth. Kwa maana ya kwamba ni kama nilikuwa najaribu kusema watu wanaokuzunguka au jamii inayokuzunguka ndio utajiri wako. Na mtu mmoja tena akasema ya kwamba show me your friends and I'll tell you who you are. Ya kwamba nionyeshe watu wako au nionyeshe watu ambao wanakuzunguka alafu mimi nitakwambia wewe ni nani. Nionyeshe marafiki zako alafu nitakwambia wewe ni nani. Alikuwa na maana kubwa sana. Kwa maana ya kwamba watu ambao unahusiana nao wanaweza kaamua hatima yako. Wanaweza kaamua hatima yako kwa namna gani? Tunasema the birds of the same feathers fly together au flock together. Kwa maana kwamba ndege wanaofanana huruka pamoja. Sasa wakati fulani kwa nini tunasema kuruka pamoja? Ni kwa sababu wanakuwa wamefanana sifa, wanakuwa wamefanana vile vitu ambavyo wanakuwa wamejengewa navyo au wanakuwa wameumbwa navyo. Ni kama unaweza ukakuta ni kama unaweza kukuta wafanyabiashara wakiwa wanafanya pati yao wanaitana wafanyabiashara. Hauwezi kukuta wameita makapuku, hauwezi kukuta wameita watu maskini nao wamekwepo pale. Kwa nini? Kwa sababu wanajua hivi vitu vinaambukiza, wanajua wanaenda kuambukizana maarifa pale, wanajua wanaenda kuambukizana vitu unique. You see? Kwa hiyo sasa ninachojaribu kutaka kusema nini ni kwamba watu unaohusiana nao au watu ulionao kila siku wana nafasi kubwa ya kuamua hatima yako. Wana nafasi ya kuamua wewe unaweza ukafanya kitu gani, wana nafasi ya kuamua wewe uamini vitu gani. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukaanza kuambukizwa mitazamo hasi au unaweza ukaanza kuamini vitu vya hovyo, sio kwa sababu wewe ni mtu wa kuamini vitu vya hovyo, ila ni kwa sababu tu kuna wakati ulihusiana au ulianza kuwa na watu ambao wanaamini vitu vya hovyo. Kwa hiyo leo nimekuletea aina 4 za marafiki ambao unapaswa kuachana nao kabisa. Nimekuwa nikiandika mara kadhaa nikitoa hili onyo, lakini nimefanya hii video ili na wewe uipate, ili nikazie ili uachane na hawa watu, kwa sababu kama hautaachana nao basi unawapa nafasi ya kukuharibia maisha yako, au unawapa nafasi ya kuharibu mtazamo wako, unawapa nafasi ya kuharibu kesho yako. Hauwezi kukuta chura rafiki yake ni samaki, hauwezi kukuta samaki rafiki yake hauwezi kukuta samaki rafiki yake ni nyoka. Hata siku moja huwezi kukuta rafiki wa samaki ni samaki, rafiki wa tajiri ni tajiri. Rafiki, ndio maana unaweza kukuta wakati fulani wanasema huyu jamaa amekuwa tajiri, ameshakuwa na fedha, sasa ameanza kujidai, ameanza kututenga wenzi. Hapana, anatafuta watu ambao wanakuwa na fikra sawa na yeye, anatafuta watu ambao wanaweza kumchallenge. Sasa kama wewe huwezi kuchallenge chochote, kwa nini awe rafiki yako? Haiwezekani. Atatafuta watu ambao kwenye level yake. Kama unataka basi asikutenge, basi anza kufikiria kama anavyofikiria yeye. Anza kuwa na mawazo jengefu. Hapo ndipo ambapo utaanza kuhusiana na watu. Sasa hawa ni marafiki wa aina 4 ambao nakutaka leo uachane nao. Unaposikiliza hivi, angalia, fanya reflection, uone kama una rafiki wa aina hii, afu anza kuachana naye mapema kabisa. Sasa rafiki wa kwanza au marafiki wa kwanza tunasema ni watu ambao mpo kwenye level moja ya kiuchumi. Sikuwa nakuwa unajiuliza, kwa hiyo nimwache baba, nimwache mama au nimwache nani? Hapana. Nasema hakikisha unaachana na watu ambao mpo kwenye level moja ya kiuchumi. Sisemi kwamba uachane nao, usihusiane nao kabisa, hapana. Lakini unaweza kupunguza muda wa kuwa nao. Unaweza kupunguza vitu ambavyo unazungumza nao muda mwingi, kwa sababu kuna wakati utakuambukiza hofu. Kwa nini nasema uachane na watu ambao mpo kwenye level moja ya kiuchumi? Kwa sababu hii. Mimi nasema hakikisha unatafuta watu ambao wamekuzidi kipato wa kufungua akili. Watu ambao wamekuzidi kipato au wamekuzidi kiuchumi, lazima tu kuna namna fulani watakuwa na fikra tofauti na wewe. Kwa hiyo pale unapoanza kuhusiana na watu wa namna hii, fikra zako zinaanza kubadilika. Kwa hiyo kama unao watu ambao mpo kwenye level moja ya kiuchumi, kuna namna fulani mnakuwa na ufikirio wa aina moja. Angalia tu wewe marafiki zako ambao unao. Angalia tu, wewe angalia tu. Inawezekana ukaona mpo kwenye level moja ya kiuchumi. Mpo kwenye level moja na hamna mawazo jengefu yote, hamna mawazo ya kufanya makubwa yote. Na hata kama mkiwaza hayo mawazo basi yanakuwa ni the same. Hakuna mtu ambaye anakuwa beyond mwingine. Na nasema ukiendelea kubaki na watu ambao mpo sawa kiuchumi, ni ngumu kufikiri kwa upya, utajiona wewe ni miongoni mwa wenye unafuu, kumbe unapumulia mipira. Nasema nazungumza na marafiki ambao mkiwa na buku tu kwenu ni shangwe. Yaani ni yale marafiki ambao ninyi mkiwa na buku mbili basi kwenu inakuwa ni shangwe. Mnajiona mna fedha nyingi sana. Sasa hii ni hatari.
ili uondoke kwenye huo hicho kifungo. Sasa unataka uondoke hapo, uachane na mafikio na aina hiyo, ili uanze kufikiria kwa upya. Vinginevyo utaendelea kubaki kwenye level hiyo hiyo uliopo, hautaondoka kwenye ile eneo. Achana na marafiki wa aina hii. Kuwa na marafiki ambao at least wanakuwa wamekuzidi kiuchumi, ili wakubadili kifikra, uone namna gani wanafikiri, wakuambukize fikra zao chanya. Usiambukizwe tu fikra negative. I think that will help. Hao ni marafiki wa aina ya kwanza. Lakini marafiki wa aina ya pili, au watu wa aina ya pili, mimi wanasema achana na marafiki ambao muda wote wanakupigia kwenda kupiga disele na kunywa wakati wote. Kuna wale aina ya marafiki wewe unao. Kuna wale aina ya marafiki ambao muda wote wao wanakupigia tu, wewe uko wapi? Uko wapi? Twende tukanywe, twende tukafanye kitu fulani, tukapiga misele, twende na fulani, ambako hakuna hata kitu ambacho cha maana ambacho mnakwenda ukifanya. Achana na watu wa namna hii, wanakupoteza kabisa. Hawatakuruhusu ufanye vitu vya maana, hawatakuruhusu upate kuwa na fikra mpya. Nasema unataka kufanya jambo lako la msingi, wao wanakupigia kwenda kufanya vitu vya hovyo. Nasema kuwa na uchungu na pesa yako unayoitafuta, uitunze na yenyewe ikutunze hapo kesho. Usiingie mtego wa kukubali kila unapoitwa wakati huu. Sasa huu ni muda ambao unapaswa kukataa kila wito. Unapaswa kukataa kila wito ambao unakuwa unaitwa. Unapaswa kuwa na focus. Angalia vitu vya msingi ambavyo unakuwa unavifanya, angalia kitu cha msingi ambacho kinaweza kikakuweka busy, ili usiende kwenye kila mwitiko ambao unakuwa unaitwa. Hii ni mbinu ambayo inaweza kukusaidia uweze grow up. Sio kila siku, kila dakika tu wewe tuwezetu huku. Unaweza ukamwambia sasa kuna task moja naifanya, unaweza ukanisubiri. Anaweza kaanza kuheshimu muda wako. Siku nyingine akafikiria kutokwenda kupoteza muda wako. Usiwe available, usiwe easily available. Na mimi mara zote huwa nasema kwamba vitu vyote vinavyopatikana kirahisi thamani yake huwa imeshuka. Watu wengi ni wa gharama sana kwenye hii dunia kwa sababu wamefanikiwa kuulinda muda wao, wamefanikiwa kutokupatikana ovyo ovyo. Nazungumza kwa mfano rais hii nikimzungumzia Garabi, MC Garabi. Leo hii umpate unahitaji fedha nyingi sana kwa sababu ameuvali muda wake. Haitikitiki tokea mahali, anaangalia sehemu ambayo thamani yake inakuwa imelindwa. Anza kulinda thamani yako, anza kulinda muda wako. Anza kwenda kupiga oya. Acha kwenda kupiga oya na watu ambao wanakuita kila muda. Hiyo ni aina ya pili ya watu ambao unatakiwa kuachana nao, au watu wa aina ya pili ambao unapaswa kuachana nao. Sasa aina ya tatu nasema achana na marafiki wanaopenda kutumia chako tu wakati wote. Sasa hapa na kesi hapa. Mimi sisemi kwamba usihusiane na watu ambao ni matajiri. Kama umepata chance ya kwenda kula wamekuita, basi nenda ukale. Lakini kuna namna fulani wao wanaweza kawa na kudumaza kifikra, hata kama wewe unahisi unapata furaha au wanakufurahisha. Sasa achana na watu ambao muda wote wanapenda kutumia chako tu wakati wote. Nasema kuna wakati umejificha kwenye kichaka cha kusema unasambaza upendo, lakini jamaa lengo lao wakushushe chini kiuchumi na uwe boya kama hao. Nasema wanataka pesa zako zitumike mpaka urudi kwenye sifuri, wakimbia hawa. Sasa hawa ni aina ya watu ambao unapaswa kuwakimbia mapema. Ni watu ambao wanataka urudi kwenye sifuri. Ukiwa na shilingi 10,000, basi wanataka muitumie yote, au wanataka uwape bonus mpaka ishe yote, urudi kwenye zero afu uanze kuitafuta. Mimi wanaita hawa watu wanakuwa kwenye poverty cycle. Kwa sababu gani? Yaani ni aina watu ambao wanatafuta, kishatafuta wanamaliza kuila, afu wakimaliza kuila na marafiki zao wanarudi tena kuitafuta kwaso. Wakirudi tena wanakuja kuanza kuitafuta. Hawa Dr. Olmide Emmanuel au mwandishi wa School of Man anaita the money wasters. Yaani watu ambao hawaondoki kwenye hii seko. Yeye ametaja vitu vya aina 3 ambavyo watu hufanyia pesa. Moja alisema ni watu wanaoipoteza, mbili alisema ni aina ya watu ambao wana invest it, lakini ya 3 nitaizungumza kwenye video inayofuata. Hiyo ili uwe makini. Kwa hiyo kwenye ile eneo la quest, wengi ndio tunaenda tukipata tu pesa kidogo, tunaita marafiki bao, tunaenda kupiga nao misele, tunaenda kula nao, hatimaye zinaisha kabisa, tunarudi tena kwenye maskini. Maana yake mimi tunajikuta hatujafanya saving, ila tumepoteza tu. Haujaweka hata shilingi, umepoteza tu. Hii ni aina ya watu makini kuwa nao. Ni aina ya watu ambao unapaswa kuwa makini nao, kwa sababu watakupotezea focus, watapoteza au watakufanya upoteze hata kile ambacho ulikuwa nacho ambacho ni kidogo. Kwa hiyo kuwa na makini na watu wa aina hii, kwa sababu watakufanya urudi kwenye sifuri, na kila mara watakuwa wanakufanya urudi kwenye sifuri, na utajikuta hauna kitu ambacho unakifanya cha maana zaidi ya kuwafurahisha marafiki zako. Tukumbuka, watu ambao unawafurahisha leo, kuna siku watakuja kusema yule jamaa alifuja sana pesa. Hawata kuzungumzia positively, ila tu watakuwa na kusema ulifuja sana pesa. Kwa hiyo hawatakuwa na positive thing to speak about you.
hakikisha unaondokana na watu wa namna hii. Anza kulinda pesa yako, weka akiba kwenye kila unachokipata ili ugrow. Lakini namba 4, watu wa aina 4 au marafiki wa aina 4 ambao unapaswa kuachana nao. Kuachana nao tunasema achana na marafiki ambao wanameza michongo wakipata. Wanameza michongo wakipata. Kuna ile aina ya marafiki ambao hata wakutana mchongo mzuri wa aina gani, wao kazi yao ni kufifisha tu, au wanataka waifanye alafu baadaye wanakuja kusema mwanangu ilikuwa ni bahati tu. Hao watu achana nao kabisa. Nasema wewe una marafiki ambao kila siku kwao michongo ni kitu kidogo, ila hawajawahi kukustua hata mara moja. Nasema hawa sio rafiki zako, ni undercover haters. Achana mara moja kama hawataki wewe uinuke. Kuna wale aina marafiki ambao hawataki ufikie level ambazo wapo. Wanataka kukuona ukiwa chini. Wanataka kukutreat ukiwa chini. Wasikuone mkiwa kwenye level sawa. Kwa hiyo ni aina watu ambao hata wakikutana michongo basi watawapa watu ambao hawana hata uhusiano nao, ila wewe watakukwepa. Kwa nini? Kwa sababu tu hawataki mfanana level. Wanataka uendelee kuwatumainia. Wanataka uendelee kuwaheshimu kwa viwango ambavyo wewe ulikuwa unaheshimu. Sasa hawa ni aina ya watu hatari sana. Mtu ambaye anakupenda, marafiki ambao wanajua thamani yako, wakikutana na kitu cha muhimu ambacho unaweza kukifanya na kukupunguzia fedha, basi watatafuta namna ya kukuinclude kwenye michongo ya aina hiyo. Angalia matajiri wote duniani ambao wamepata kuinuana. Wote walikuwa wanajulishana mchongo unapotokea. Walikuwa na partnership nzuri, hawakuwa na partnership za hovyo. Sasa kama wewe unafanya partnership za hovyo, maana yake utakuwa mtu wa hovyo vile vile. Usitarajie kuwa mtu bora kama unafanya partnership za aina hiyo. Tunae kwa mfano kama nafikiri unafahamu Vunja Bei. Vunja Bei ambaye ana maduka ya Vunja Bei na anauza vitu vingi sana, nguo, jeans, sio nini. Amefungua maduka maeneo mengi sana. Lakini ukifuatilia historia yao, ambacho kimewainua ilikuwa ni nice partnership. Waliaminiana. Alikuwa na rafiki yake, wakafanya partnership nzuri ambayo imewafikisha hivi leo walipo. Hivi leo walipo. Angekuwa na rafiki boya, inawezekana angempoteza au angekimbia na mtaji ambao alikuwa ampa. Fikiria kumwamini mwenzie mpaka kumpa mtaji wake na kusema bwana wewe ukija kuinuka basi utakuja kuona namna ambavyo unaweza kunisupport. Wewe unaye mtu aina hiyo? Kama hauna, maana yake una mtu ambaye hawezi kukuinua, hawezi kukufanya ufike mahali. Kwa kuwa makini na watu wa aina hii. Kuwa makini na marafiki wa aina hii ili usonge mbele. Achana na watu wa aina hiyo. Hizo aina 4. Next time nitazungumza aina nyingine za marafiki au za watu ambao unapaswa kuachana nao. Watu ambao mpo level moja za kiuchumi, watu ambao mkiwa na buku tu kwenu ni shangwe, watu ambao hata wakikutana michongo mpya hawezi kukushirikisha, watu ambao muda wote wanakupigia simu kwenda kupiga misele na kufanya vitu vya hovyo. Hawa watu achana nao. Tafuta watu ambao ni challenging, watu ambao at least wamekuwa kifikra, watu ambao wamefika mahali tayari ili wakusaidie kuinuka, ili wakusaidie kufika kule ambako unataka. Vinginevyo kama utaendelea kubaki hivyo huko, utaendelea kuwa vile vile, hautakuwa na mabadiliko ya aina yoyote. Kama unataka kufanya mambo makubwa, basi anza kubadilika kifikra. Na fikra inaambukizwa wakati fulani. Nenda kakae na watu ambao fikra zao zipo chanya muda wote, ambao wamefanya vitu vikubwa tayari ili wakuambukize fikra zao chanya. Kwa sababu fikra zinaambukizwa. Kwa kama zinaambukizwa, usiambukizwe fikra za hovyo, usiambukizwe fikra hasi wakati wote. Hawa ni aina ya watu ambao unapaswa kuachana nao kabisa. Niambie wewe ulikuwa na watu wa aina gani, na una plan kuachana nao au una plan kuendelea nao hivyo hivyo. Niambie hapa kwenye comment, halafu nitaona namna ya kufanya. Subscribe channel yetu ili uendelee kupata video nyingine zaidi.